Naam, of course. Unajua kuna vitu ambavyo hata Young Africans nao pia wanavifanya, naamini hata pia kwa upande wa pili wapinzani wao kwa maana ya Simba Sports Club wanaumia so far. Unajua unapokuwa ukitazama dabi ya Kariakoo ambavyo unakwenda kumfunga mtani sena si mara moja, ni zaidi ya mara 3 mfululizo, nikiwa na maana ya backs to backs. Young Africans anamfunga Simba it's almost karibia mara 5 mfululizo. Hii ni kiasi gani ambavyo Simba wenyewe huwa wanaumia na wanaweza wakakaa chini wakafikiria kwa muda wa misimu 4 mfululizo ni namna gani ambavyo wanaumia, hususan kabisa kwenye hizi scenario ambazo zinazokuwa zinaendelea kwa upande wa Young Africans. Nenda kawaangalie Young Africans anacheza finali hapo jana dhidi ya klabu ya soka ya Singida Black Stars. A lot of competitions wanaongoza, lakini naamini ya kwamba kama Young Africans jana wangelikuwa makini kweli kweli, tungeshuhudia more than 5 goals katika finali dhidi ya Singida Black Stars ambao mchezo ulipigwa jana pale majira ya saa 2:15 usiku visiwani Zanzibar. Lakini pia vile vile nenda kawaangalie pia the same kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda kucheza na Young Africans. Kombe linapokuwa uwanjani, Young Africans wanakwenda kuonesha a lot of superb, mchezo mzuri kabisa wa dabi ya Kariakoo ambao uliwakutanisha hawa mahasimu wawili. Then Young Africans anakwenda kumpokonya Simba Sports Club kombe likiwa uwanjani. Hiki ni kitendo ambacho kwa maisha yangu na kwenye career yangu sijawahi kuiona tangu ikitokea, lakini ninaamini hata kwa sasa Simba wanapokaa chini na kupanga miundombinu yao kuelekea katika msimu ujao, naamini kabisa, ninaamini kwa 100% Simba wanajiuliza wamefungwaje na Young Africans na wamefanya nini kuhakikisha kwamba Young Africans wanaondoa kombe katika ardhi ya Benjamin William Mkapa. Kombe linapokuwa linahitaji kitu ambacho Young Africans walikuwa wanakihitaji, lakini pia as the same Simba Sports Club na wenyewe pia walikuwa wakikihitaji. Nenda kaangalia matumizi ya nguvu tactically, kiufundi, lakini pia vile vile nenda kaangalie skills za baadhi ya wachezaji zinazokwenda kuamua mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Kisha Yanga anakwenda kuchukua ubingwa msimu wa mwaka 2024 2025. So to my side I think ili parade ambalo analolifanya katika msimu ambao Young Africans amechukua ubingwa ukiwa mgumu kweli kweli ni msimu huu. Cha kwanza, amechukua ubingwa mbele ya mpinzani wake, mbele ya mtani wake ambaye ni Simba Sports Club kwa kumfunga goli 2. The same thing anakwenda tena kuchukua ubingwa wa CRDB Federation Cup akiwa dhidi ya Singida Black Stars ambaye anamfunga tena goli 2. The same way Singida Black Stars na mwenyewe pia amemfunga Simba almost zaidi ya goli 3. Ndio maana kabla hata ya mchezo Ally Kamwe alizungumza na kusema ya kwamba Singida Black Stars alisema wao wamemfunga mai wetu, lakini sisi tunakwenda kukudhihirishia kwamba yule sio mai wako, yule ni mai wa kwetu sisi. Ndio maana unaona hata ile hasira ya jana ya Young Africans kwenda kumfyatua Singida Black Stars ilikuwa it's like open to, ambayo ni jambo lilikuwa wazi. So to me, to my side, Young Africans wana haki kiukweli, yani wana haki kiukweli kufanya hiki wanachokifanya. No doubt Young Africans wana haki kwa sababu miongoni mwa ubingwa ambao Young Africans ameupata kwa ugumu kweli kweli, wameupata kwa jasho na damu, ni ubingwa wa safari hii wa msimu huu wa mwaka 2024 2025. So to my side, naamini ya kwamba kama Young Africans watafanya vizuri kwenye hizi tournament ambazo msimu huu wamejaribu kuonesha kila uwezo waliokuwa nao, na to my side naidha nikaamini ya kwamba Young Africans ndio nilikuwa nikiamini ya kwamba msimu huu ndio wanaanza msimu wa mwaka 2024 2025. Naenda kawaangalia hata miongoni mwa wachezaji ambao waliokuwa wakimaliza ligi kuu Tanzania bara na performance ya hali ya juu kweli kweli. Naenda kamwangalia mtu kama Israel Patrick Mwenda, anamaliza msimu japokuwa alianza na alikuwa bench kwa msimu mzima, nusu msimu, lakini pia dirisha dogo Young Africans walifanikiwa kuinasa saini na kandarasi yake na kuja kuitumikia ndani ya Young Africans as the way. Nenda kamwangalie mtu kama Pacome Zouzoua Pedro, nenda kaangalie performance yake. Maxim pia Nzingeli Alidi ya Ucho was the same. Yani unaweza kusema ya kwamba wanacheza the way walivyokuwa wakicheza dhidi ya Simba. Unaamini ya kwamba hawa mabwana ndio ambao wanaokwenda kutunyanyasa msimu huu, ama safari hii ndo ligi ndo kwanza inaanza, kumbe ndio hatua za mwisho ligi kuu ndo zinapoelekea kuisha. Nina imani ya kwamba kama Young Africans wangewaka
mechi karibia 10-15, kuna watu tungewashuhudia msimu huu wangekufa hata goli 7. To my side msimu huu sijaona mtu kufungwa goli 7. To my side msimu huu sijaona watu kufungwa goli 7. Ila ninaamini ya kwamba Young Africans ambayo iliwaka dhidi ya Simba Sports Club, Young Africans iliyowaka dhidi ya Singida Black Stars, kama wangewaka mechi 5, mechi 10 zilizopita nyuma, ningeamini ya kwamba kuna mtu angefungwa zaidi ya goli 7 ndani ya ligi kuu Tanzania bara. So far to my side, na wapongeza Young Africans kwa kile ambacho wamekifanya, ni kitu kizuri, lakini pia vile vile walistahili kiki ambacho wanachokifanya, waache wajikongole na waache pia wajipe maua yao, kutokana na kwamba hustling ambayo wameifanya kwa msimu huu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanachukua ubingwa ulikuwa ni hustling kubwa kweli kweli ambayo wameifanya dhidi ya vilabu ambavyo vinavyoshiriki ligi kuu Tanzania bara. Na hii yote ni wanafanya ni kwa sababu wanaamini ya kwamba wakifanya hivi basi pengine huenda wakaenda kuwaumiza watani wao ambao ni wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. So me to my side, naamini na nawapa congrats sana Young Africans. Heshima kubwa iende kwake Ali Shaban Kamwe, amefanya greatest ya hali ya juu kweli kweli kuhakikisha ya kwamba msimu huu anakwenda tena kulitetea taji la ligi kuu Tanzania bara na kuendelea kuwaongeza motisha baadhi ya wachezaji ndani ya klabu ya soka Young Africans, wale ambao walikuwa wakibweteka kipindi ambacho Simba Sports Club alipokuwa akiongoza msimamo wa ligi kuu. Walirudi na kwenda kukaa chini na kutafakari ni kitu gani ambacho wanakiamini na wanaweza wakienda kukideriva kutoka kwa wachezaji wao, na kuhakikisha kwamba msimu huu wanakwenda kuhakikisha basi wanakwenda kupata magoli more than ya kile ambacho walikipata kwa msimu ujao. Lakini pia vile vile kufikisha kwa alama zao 82, it was a bit beautiful kwa upande wangu, na niliamini ya kwamba kama kingeweza kutokea jambo kama hili, so far kwa upande wangu nilikuwa naamini na nilikuwa na appreciate kwenye jambo kama hili, kwa sababu ninaamini performance yao was very extensive, was very high, lakini pia vile vile walikuwa wakistahiki kufanya hiki ambacho wamekifanya. Congrats to Young Africans, congrats to GSM, congrats to Engineer Harris Saidi kwa kile ambacho wamekifanya kwa msimu huu ambao tunashuhudia Young Africans wakiwa bora kweli kweli kwa misimu hii, tofauti na misimu ya hapo awali nyuma. That was my word to Young Africans. Na wapongeza, mmefanya kazi nzuri zaidi, kazi kubwa zaidi ambayo wameifanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnawapa furaha wananchi wanaowafuatilia kwa hivi sasa na ambao wanaokwenda kuisalimu klabu ya soka ya Young Africans.